Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Ninaamini Mungu bado ni mwaminifu hata katika yale ambayo unayapitia. Kuna wakati tunapitia katika dunia ambayo ina changamoto. Unaona wakati fulani kama kesho yako iko gizani. Lakini nikwambie jambo moja kwamba Mungu wetu bado ni mwaminifu. God is faithful. Mungu ni mwaminifu. Jambo moja ambalo nikwambie, hata kama utatoka na mengine umeyasahau, lakini kumbuka hili: inyeshe mvua, jua liwake, usisahau kuomba. Lakini maombi yako yawe yamejengwa katika imani. Somo langu la leo lina kichwa kinachosema imani inayolia. Katika dunia hii yako maagano tu mawili. Liko agano la Sara na liko agano la Hajri. Agano la Sara ni lile agano la ahadi, agano ambalo limembeba Yesu Kristo kama mkombozi, agano ambalo tunajivunia nalo kwa sababu ya neema. Kila tunachopata sisi kwetu ni kwa sababu ya neema. Wakati agano lingine ni agano la Hajri, ambalo Biblia katika kitabu cha Wagalatia sura ya 4 inaeleza kwamba ni agano linalobebwa na Hajri, mtoto wa kitumwa ambaye alimzaa Ishmael. Agano ambalo limejengwa katika sheria. Ni agano ambalo linampeleka mwanadamu kujikuza, kujitukuza, kudhani ya kwamba alifanikiwa kwa sababu alikuwa na akili sana, kudhani ya kwamba alifaulu mtihani kwa sababu alisoma kwa bidii, kudhani ya kwamba ametajirika kwa sababu alikuwa na akili nyingi. Hilo ni agano la matendo, ambalo ni agano la sheria, la kudhani ya kwamba wewe umepata hayo yote kwa sababu ya matendo yako. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 27, Biblia inasema, furahi wewe uliye tasa usiyezaa, paza sauti yako uliye wewe kana kwamba ni mtu mwenye uchungu. Lia kana kwamba ni mtu mwenye uchungu, uliyeachwa pekee. Kwa nini? Kwa sababu watoto wako ni wengi kuliko wale wa mwenye mume na watoto. Inawezekana hujanielewa. Sara alikuwa ni tasa na wakati Hajiri alipata watoto. Lakini Mungu anasema Sara kwa kuwa ni wa ahadi, anasema pamoja na kwamba Sara yupo katika utasa, pamoja na kwamba upo katika ndoa lakini haujapata mtoto, bado Mungu anakwambia nenda, lia kilio kana kwamba ni mama anajifungua. Hilo ni tendo la imani. Linakuleta pia katika kuwaza ya kwamba hata wakati fulani uko katika misukosuko, ishi kana kwamba misukosuko imeisha. Kuna wakati umechelewa kupata mchumba, anza hata kutafuta biti za harusi, kwa sababu una imani. Sio kwamba umepokea tayari, lakini una imani ya kwamba kitatokea. Kuna wakati vaa kana kwamba unaenda kazini hata kama hujapata ajira. Ni imani, hilo ni tendo la imani. Lakini nikusaidie tu jambo moja kwa wewe ambaye umekaa hata kwenye ndoa muda mrefu bila kupata mtoto. Wakati fulani mjaribu Mungu, fanya tendo la imani. Nenda dukani, nunua nguo za mtoto, alafu zijaze kwenye begi. Mwambie Mungu, usiponipa mtoto, hizi nguo zitakufaa wewe, utavaa mwenyewe. Hilo ni tendo la imani. Ni ishara ya muombaji ambaye hapeleki maneno mengi kwa Mungu, lakini badala yake anapeleka machozi, moyo uliobeba mzigo. Yako mambo mengi, wengine wameachwa, wengine wamepoteza wachumba, wengine wamepoteza kazi, wengine wamepunguzwa kwenye maeneo yao ya kazi, hawajui hata watoto watalipiwa nini ada. Lakini mwambie Mungu ya kwamba pamoja na misukosuko, pamoja na wimbi hili, ninatangaza ushindi. Bado hujanielewa. Wewe ni mtoto wa Sara, wewe ni mtoto wa ahadi. Hauishi katika kuona macho ya mwili, unaishi katika kuona kupitia macho ya kiroho. Maombi yanayopokelewa kwa Mungu si maombi ambayo ni marefu sana, ni maombi ambayo moyo umebeba mzigo kwa ajili ya Bwana. Na ndio utakubaliana na mimi ya kwamba ukiwa katika jambo zito ambalo unatamani kulipeleka miguuni pa Mungu, hata mdomo unaishiwa nguvu ya kuzungumza, maneno yanakata. Kwa nini? Kwa sababu akili inatumwa kuzama katika roho na kukiona kiti cha enzi
kumwona Yesu, kujiona wewe uko ndani ya Yesu. Hicho kinakufanya akili yako yote kuwaza maombi na mdomo kuishiwa nguvu, na ndio mara nyingi unashangaa unawasilisha maombi yako kwa njia ya machozi. Wito wangu ni huu: furahi, kwa sababu watoto wa ahadi ni wengi kuliko wale wa sheria. Mungu akubariki sana. Katika maombi, amini kwayo, lakini omba kwa imani. Yesu, kwa imani na kutumaini peke yako, nisikie sasa na kunitakasa, ni wako kabisa tangu leo. Mungu akubariki.